Maana tuko na viongozi na sasa tunaingia kwenye mwaka ambao kutakuwa na shamra za election kama vile mwenzetu alivyosema, si ndio? Lakini tutafanyaje maamuzi? Na yule kiongozi ambaye utakuwa unamchagua, je, unajua kazi zake ni gani? So ningependa tu labda niulize swali kama labda tunafahamu kuanzia tu chini kabisa, labda ni nani ambaye kwamba anaweza kutuelezea hapa kazi za MCA wetu ni gani? Kama sisi hapa Mlolongo tuko na MCA, kazi zake ni gani? Vitu gani ambavyo kwamba tuna feel kwamba MCA anafaa kuwajibikia? MCA Mlolongo alikufa. Hapa Mlolongo tuko Syokimau ward. MCA wetu ni Ndwiki. MCA Ndwiki wakati alikuwa anatafuta kiti cha MCA hapa, tulitembea na yeye na alituahidi mambo kadhaa sana kwa hii barabara. Mwanzo mimi nafanya kazi ya nduthi. Na tumekuwa tukizunguka naye hapa na ametuahidi kwa hii barabara atatushughulikia kutuongia. Na kutoka Ndwiki aingie amepotea, hajawahi onekana huku. So sisi wenyewe tulikaa chini na tukatafuta Ndwiki hadi kwa ofisi yake. Na ilikuwa mwezi wa pili, tarehe 8. Hiyo kitu ilikuwa hadi kwa news. Ndwiki tulienda tukamchukua kwa ofisi yake, tukamtembeza kutoka phase 3 mpaka gossip kwa chief. Akikanyaga hiyo matope ambayo alisema anatengeneza na hajawahi tengeneza. Na kutokea hapa akasema anakuja kutufanyia kazi. Sasa mimi ningependa kuambia Ndwiki, najua ataona hii video ya ndani way chilling spot. Lazima. Sisi wale tulikuchagua, tuko bado tunaishi Mlolongo. Na 2027 kuanzia next year najua utarudi kuomba kura. Utatupata tuko hapa tunakungojea. Maya. Swali ni tutakuuliza ni kile ulituahidi ulifanya? Sawa. Na mimi swali langu lilikuwa ni tunazijua kazi za MCA ni gani? Kabla labda kazi ya MCA labda ungesema ulimtembeza kwenye mabarabara. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kujenga barabara ni moja wapo ya kazi za MCA? Inawezekana kwa kujenga barabara ni kazi ya MCA kwa sababu wakati alikuwa anaingia kwa kiomba kura alituahidi kuwa yeye hana uwezo ya kufikia governor na serikali kuu. Na hakuja atundie barabara. Na barabara moja ambayo alituahidi kuunda ni kutoka Gossip hadi phase 3. Ni ahadi tu zile. Lakini ningependa kusikia kazi nyingine ya pili kazi ya MCA. Kwa maoni yangu kazi ya MCA yeye ndiye ako kwa ground, yeye ndiye anakutana na mwananchi mundu kwa mundu. Yeye ndiye anakutana na mwananchi live. Yeye ndiye anafaa kupeleka hoja yako ya kwanza. Yeye ndiye anafaa kufikisha mbele, aongee na MP afikie governor. That is hierarchy kwa heshima. Lakini Kenya hakuna hiyo design ya heshima. Ni venye tunajuana. Wewe MCA, unajua governor? Very fast, harakisha. Enda ongea na yeye bwana. Amekuja, anaona ground, anatembea, anakuja, anawabembeleza. MCA ni kama mtu wa kijiji, councilor wa kitambo. Chifu. Ana tofauti hata na chief. Umesema kazi yake ya kwanza ni gani? Ni yeye ndiye anajua maneno yote kwa ground. Kazi yake ya kwanza ni kurepresent mwananchi mdogo. Hapo ndo mahali point ya mwananchi mdogo anakuja. Mwananchi mdogo anaitwa member of county assembly. Mwananchi mdogo representation yake MCA the first person mwenye anafaa kutuma hoja yake ya kwanza. Anakuja kazi ya pili kusikiliza ground, si ndio? Hiyo ni kazi ya kwanza ya MCA, kusikiliza ground. Kazi ya pili ya MCA ni ku make sure huyo mwenye tulielect kama governor atufanyia kazi. Asipotufanyia kazi MCA county assembly ni ya nini? Impeachment motion inaingia mara moja bana. Alright, kuna zingine ziko mingi sana bana. Gari tupe. Ama kuna mtu anataka kuongezea? Steve? Mpe huyu basi ongezee. Wala kuna mtu labda anafaa kuongezea maana tumepata mimi nikuuliza tu MCA aje. Kama natujengea soko hapa juu phase 3. Na hii road inakaa hivi. Gari gani itakuwa inaenda kumwaga mzigo pale na kukinyesha hadi. Ajaribu tu kuangalia pande zote. Hakuna venye tutatujengea soko na road inakaa hivi. Okay. Unaona hii mambo ya njia wasema mzungumzia hadi kutoka ile episode ya kwanza. Hii mambo ya njia MCA anafaa angalie sana. Nimeleta mada ya kwamba je, tunafahamu kazi za MCA ni gani? Tuanze hapo. Maana labda wakati mwingine unaweza kuwa unalaumu kiongozi lakini si jukumu. Kama venye umeambiwa hapa hivi kusikiza ground. Hiyo ndo the main. Ndio tunaenda polepole. Sio kama kufunzana, si ndio? Na lazima tumesema kwamba bunge la Jaba lisiwe tu bunge la Jaba lakini liwe bunge ambalo litakuwa linahamasisha pia kijana mwingine pale nje. Litujenge sisi, lijenge pia mwingine, si ndio? Inshallah. Kwa hiyo
wakati mwingi unapata vijana labda wanalaumu kiongozi na labda si majukumu yake, na kuna sheria, si ndio? Si kila mtu anajua katiba. Nani ashaigusa kitabu cha katiba hapo ama kukiona? Uongo mbaya. Uongo mbaya. Uongo mbaya. Article najuanga wa Kenya wanajuanga sana ni article 37. Hiyo ndio unapata Mkenya anajua. Article 37. Hata wajui nasemaje. Constitution. Okay. 2010. Sawa, so twende hivi. Masuala ya serikali yako na mpangilio, sawa? Maana yake kiongozi akikwambia atakufanyia hivi, akona uwezo ndio, kama akona mamlaka ya kufanya, sawa? Uone jukumu letu kama vijana, turudi tujifunze mambo kadha wa kadha, sawa? Kwa tumezungumzia kiongozi wa China ambaye ni kiongozi anaitwa MCA, sawa? So MCA tumesema kuna kazi, amesema kuna anafaa kurepresent, sawa? Hiyo ni kutuwakilisha, si ndio? Kwamba anatuwakilisha katika bunge la wananchi la county, sawa? Aende akae na wabunge wengine kule, aseme watu wangu wa Mlolongo wanahitaji hili na hili na hii, zile sekta ambazo kwamba zinamhusu. Lakini unajua huyo haezi enda kusema ati wananchi wangu wanasema kaa kuji kwa wananchi wenyewe na hapatikani. Unaona? Sasa ndo tunakuwa huwezi enda kupeana mswada yenye hujaambiwa. Sasa ndo vile unafikiria. Tunaenda pole pole. Kazi ya pili ni gani? Legislation. Ambayo ni anatunga sheria. Sawa? Tukishampeleka kule bungeni, kazi yake ni kukaa na wabunge wengine watunge nini? Sheria ambazo kwamba zitanufaa wananchi wake, sawa? Wa county. Kama kuna sheria ambayo inafinyilia pia wananchi, wanafaa kuifanya kitu inaitwa amendment, sawa? Kwa hiyo ndo kazi yao kuangalia sheria. Kuna nyingine? Public? Ndio kusikiza ground. Hiyo ni gani? Kusikiza ground. Kusikiza ground. Kusikiza ground. Hiyo kwanza ndo the main. Sawa. Sasa kuna nyingine, lakini hiyo si kazi ya MCA. As per the constitution. Lakini ya kazi za MCA kwa function za duties za county. Yeye ndio public ana represent county on the ground on public participation. Sasa hiyo iko kwa representation, manake kama venye alisema hoja lazima wafanye kitu cha public participation, ndio wananchi muongee, ndio yeye achukue yale zile hoja, ile masuala ambayo yameongelewa pale, sawa? So hiyo iko kwa representation. So ya tatu ni kitu inaitwa oversight, sawa? Kuangalia. So uangalizi ya kwamba kama kuna mradi kama hii barabara inajengwa na county, sawa? Si pesa county imewekezwa, imeallocatwa kwa kujenga barabara. Kama iko kwa wadi yake, kazi yake ni kuangalia, je, huu mradi unafanyika vizuri? Sawa? Na inajengwa kulingana na standard ambayo inafaa mwananchi hapa atumie, sawa? Kwa hiyo ndo kazi yake. Lakini niulize, wewe vile umesema ati oversight, anapaswa kuangalia mswada project fulani inafanywa, yeye anapaswa kuwa hapo hivyo, angalia inafanywa kwa utaratibu wenye unafaa, kwa hadhi yenye inahitajika ama nini. Lakini viongozi tukianza tuongelee tu hiyo ama MCA, tusiongelee watu wengi, tuseme tu issue ndogo tu ka hii barabara penye tulikuwa nasema. Unajua barabara ikitengenezwa, MCA ni anapaswa kuja kuangalia kani kukatwa na ile grenta. Jamaa zile degrees zinapaswa kwa barabara juu ya water cut-offs, sijui nini, unaona, ku leveling. Unapata hata hiyo MCA hiyo shughuli imeanza, hata huyo mtu hata kuja hata kuangalia inaendelea aje, ama imefika wapi, ama imeisha, ama huyo mtu apatikanani. Huyo hata represent watu aje sasa. Okay, ni vizuri sana, lakini kuna kitu inaitwa budget, na budget kila mwaka kuna budget ambayo kuna financial ya kila mwaka kwamba fedha hizi zimepangiwa hii na hii, si ndio? Na kila mbunge pale katika county anapeleka malalamishi yake. Kwa hiyo kuna zile ile miradi ambayo inawekwa kipaumbele ya kwamba huu mradi utafanyika huu mwaka, hii budget ya mwaka 2025 2026, sawa? Kwa hiyo kama huu mradi, hii barabara haijatengewa fedha za kuweza kwamba itengenezwe, MCA hawezi kusaidia. Utamlaumu, lakini iko nje ya uwezo wake. Unaelewa? Maana yake lazima bajeti unataka kuongezea. Lakini kuna points niko nayo. You know me, I've realized the problem is not even
these people we call them MCAs or leaders. The problem is us. Exactly. Kitu moja sisi ndio tuko na shida. Mtu anakuja ati anakupanga venye anataka, wewe unaenda kupanga mtu mwingine. Tuchukue huyu mtu, unataka represent mtu wako. You think that akifika huko atakuwa mtu wako. Let me ask a question. Do you remember when this governor of Nairobi Mike Sonko akienda kuimpichiwa? Watu waliamkaga, si ndio? Gachagua akienda kuimpichiwa, watu waliamkanga. Kwa nini hawezi amkanga waseme ni aje tutengenezea watu shughuli fulani ya BCD mapema, waamke anze kutengenezea. Sasa sisi wenyewe tumeona hiyo mtaratara, mbona si wenyewe tunakuwa mafala? Tuseme ni aje tufagie hii squad yote, tuanze afresh. Let us start afresh, tuanze upya.